ni miongoni mwa viongozi wanaotengeneza jopo la idara jopo la wataalamu wa idara ya mambo ya dini kupitia taasisi ya GMAT. Lakini pia ni naibu katibu wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano GMAT mkoa wa Kigoma. Hivyo kuonekana kwangu katika GMAT sio swala geni, bali ni swala ambalo limenihusisha mimi kama sehemu ya viongozi ndani ya GMAT. Idhan GMAT ni nini? GMAT ni taasisi ambayo imeundwa, tunasema kwa lugha nyepesi ni taasisi ambayo imeundwa kwa ajili ya kufanya na kuweka na kuunda mfumo bora wa maridhiano baina ya pande hasimu ambazo zinazo kwa ajili ya kuja kuondoa migogoro ambayo inayotokea ndani ya jamii yetu. Na migogoro hiyo yawezekana kama ikawa ni crisis economy, masuala ya migogoro ya kiuchumi, au crisis the religious, migogoro ya masuala ya dini na baina ya dini na dini nyingine, au masuala ya crisis politics, mambo ya migogoro pia ya kisiasa, au masuala ya migogoro inayotokea baina ya serikali pamoja na wananchi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo GMAT inahusika huko. Ndio maana unaweza ukaona kwamba ndani ya GMAT kuna idara nyingi tofauti tofauti. Kuna idara ya mambo ya usalama, lakini pia kuna idara ya mambo ya dini, kuna idara ya masuala ya ustawi wa jamii, lakini pia kuna idara ya vijana pamoja na michezo, lakini pia kuna idara ya masuala ya kiuchumi. Tumefahamiana vizuri. Ni kwamba popote linapotokea jambo la mgogoro au kutoa taswira ya wapi tunapokwenda katika kila sekta, maana yake kuna idara ambayo itadeal na kushughulikia. Sasa mimi ni kama ni sehemu ya watu wanaounda idara ya mambo ya dini, ambao sasa tulikuwa na jambo letu kule Dodoma kutoa sauti ya GMAT. Kwa hiyo na mimi pia ni mmoja katika watu ambao walioalikwa kama kiongozi anayeunda idara ya mambo ya dini chini ya mwenyekiti wetu mpendwa Dr. Alhadi Musa Salum. Nao ndio kama tulivyomsikia akielezea nini maana ya GMAT, lakini mengi tutajua kutokana na taasisi hii. Lakini pia kwa sababu ameelezea GMAT inajihusisha mambo ya usalama, maridhiano ya jamii katika nchi yetu hii. Sasa tunapenda kujua, kwa sababu ukiangalia kuna taharuki kubwa sana imeenea katika mitandao ya kijamii kunako swala linaloitwa maandamano, ambayo kimsingi maandamano hayo serikali haiyatambui. Sasa tunatamani kujua zaidi kutokana na taasisi yako hiyo, wenyewe wanalizungumziaje? Kwanza kabisa nitumie fursa hii adhim na maridhawa kuwashukuru wana GMAT wote Tanzania. Lakini shukurani za dhati kabisa ziwaendee wakuu wa idara zote za GMAT ndani ya GMAT. Lakini pia shukurani za dhati na za pekee zimuendee mwenyekiti wetu wa GMAT Taifa Dr. Alhadi Musa Salum, kutokana na jitihada kubwa ambazo wanazozifanya kuhakikisha kwamba GMAT inakuwa ni sosi ya maridhiano. GMAT inakuwa ni sosi ya masuala ya diplomasia. GMAT inakuwa ni hamzatul wasli, ni kiunganishi baina ya pande mbili hasimu au baina ya migogoro ambayo inayotokea ndani ya jamii yetu, kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuwa salama, jamii yetu inaendelea kuwa na amani, ili kuweza kupiga hatua za kimaendeleo zinazofuata kwa ajili ya manufaa bora ya mustakbali wetu ambao tulioko sasa, lakini pia kwa ajili ya mustakbali wa jamii ambayo inayokuja na taifa letu ambalo linalokuja. Idhan kwa kupitia haya naweza ni kusema kwamba GMAT ni miongoni mwa taasisi pekee ambazo zimekuwa zikijikita zaidi katika kutanua uelewa kwa vijana, lakini pia kutanua uelewa
na kuelimisha juu ya athari za maandamano ambayo yasiyotambulika kwa mujibu wa kanuni na sheria. Na hii ieleweke kwamba sio JIMAT wanayapinga maandamano haya, isipokuwa kwamba maandamano ambayo yanayokubalika na JIMAT ni yale ambayo yameratibiwa kwa mujibu wa kanuni na sheria. Maandamano ambayo hayavunji amani na usalama wa taifa letu. Maandamano ambayo yatakuwa ndani ya utaratibu wa misingi ya sheria na kanuni iliyoratibiwa na kutambulika kwa mujibu wa kanuni za nchi yetu. Tumefahamiana vizuri? Sasa inapotokea kwamba kuna maandamano ambayo yanaandaliwa kinyume na utaratibu wa kanuni na sheria za nchi yetu, maandamano ambayo yanaandaliwa kwa lengo la kuja kuharibu nchi yetu. Ikumbuke kwamba nchi yetu ina hatua tofauti tofauti. Ina hatua za wakati ambao uliopita, ambao kiuhalisia ulikuwa ni wakati mgumu mno. Lakini pia ina hatua za wakati wa sasa, lakini pia ina hatua za wakati unaokuja. Hatua za wakati wa sasa ni tofauti na hatua za wakati uliopita. Tumefahamiana vizuri? Na hatua za wakati unaokuja ni tofauti na hatua za wakati tulionao. Hatua za wakati tulionao ndio ambao unaokwenda kutengeneza hatua za wakati unaokuja. Ina maana kwamba kule tulipotoka palikuwa ni sehemu mbaya, kwamba tulikuwa hatuna miundombinu ya kisasa. Tumefahamiana vizuri? Tulikuwa hatuna vituo vya mabasi vya kisasa. Tulikuwa hatuna usafiri wa umma wa kisasa kama ulivyo, japokuwa ulikuwepo, lakini wa sasa ni bora zaidi kushinda uliopita. Tulikuwa umeme wetu ni watabu. Tumefahamiana vizuri? Almuhimu kwamba exchange, hata huduma za afya zilizokuwepo katika zama zilizopita sio zile ambazo tulizonazo sasa. Ikiwa maandamano yanaandaliwa, halafu maandamano haya lengo lake ni kuja kuharibu haya mazuri ambayo yameendelea kufanyika kwa kupitia kodi zetu, haya mazuri ambayo yameendelea kufanyika kwa kupitia rasilimali zetu, haya mazuri ambayo yameendelea kufanyika kwa ajili ya kuboresha maisha na kumletea Mtanzania nafuu, ni maana yake hayo maandamano yatakuwa ni batili. Kwa hiyo sisi kama JIMAT hatuwezi tukaunga mkono maandamano hayo. Maana yake ni nini? Maana yake tutachukua jukumu sasa la kutoa elimu, kuielimisha jamii na Watanzania kwa ujumla, bila kujali dini, bila kujali rangi, bila kujali kabila, bila kujali maeneo, kwa sababu wote tunayatumia haya maslahi. Tumefahamiana vizuri? Na haya maandamano ikiwa yatatokea yatatuathiri wote kwa ujumla. Kwa hiyo tunaitumia hii nafasi yetu kama JIMAT, kama kiunganishi, kama sehemu ya kutatua mizozo na migogoro iliyopo ndani ya jamii yetu, kutoa elimu kwa vijana, lakini kutoa elimu kwa wananchi wajue athari inayoweza kupatikana katika maandamano haya ambayo wao wanayaratibu au baadhi ya vikundi vimekuwa vikiyaratibu. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba tunaelimisha, na hata kama itatokea kwamba kuna makosa, pengine mistake ambazo zipo, na hii ni kawaida, hakuna taifa lolote ambalo linaweza kukosa mistake, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunaelimisha pande zote mbili. Kama kuna tatizo, basi litatuliwe katika misingi ya amani, na kama kuna haki ya watu kupata, basi haki ile itekelezwe katika misingi ya amani, bila kuvunja kanuni, bila kuleta vurugu, bila kuathiri wengine. Tumefahamiana vizuri? Bila kuathiri wengine. Kwa hiyo hilo hasa ndio jukumu letu sisi, na kuondoa kila aina ya shubha inayokuja kutengeneza taswira kwamba kuna ugomvi wa kidini ndani ya jamii yetu. Wote tubakie kuwa ni Watanzania, wote tubakie kuwa ni jamii moja, tunaobebwa na tunu zetu za amani na usalama ndani ya taifa moja. Naam, tumeona kwamba ilikuwa Oktoba 29 kulikuwa kuna uchaguzi mkuu ambao umefanyika. Lakini pia baada ya uchaguzi kuna mambo mengi ambayo yametokea, hususan watu wameharibiwa mali zao, lakini pia watu wamepoteza maisha
na mambo kadha wa kadha yanaendelea. Lakini haikuishia hapo, watu wakaamua kutengeneza mazingira mengine kwa ajili ya kurudia kile ambacho kilichotokea. Lakini sisi Tanzania tunafahamu kwamba hii ni nchi ya amani. Sasa nyie watu wa Jimati tunataka mtuambie kwamba hii taswira inayokwenda kwa sasa hivi inaweza ikapoteza ile amani ya watu ambao wameita Tanzania kwamba ni nchi ya amani. Hivi unadhani kwamba hii inaweza kaibu amani na kisiwa cha amani? Naam. Kwanza tufahamu kwamba maandamano ya 29 ambayo yaliyopita ndio yalikuwa ni maandamano ambayo yameitia doa nchi yetu. Sahihi. Yameitia dosari nchi yetu. Lakini kwa sura ya pekee kimataifa wanahesabu kwamba ni maandamano. Kwa sababu gani wanahesabu kama ni maandamano? Kwa sababu wao mipango yao ni kuona wanatumia vijana wetu baada ya kuwa wamekwisha vunja zile tabia zao na kuwaondoa katika zile tunu za Mtanzania halisi na kuwaingiza katika programu yao ya kuharibu mifumo ya tabia yao na utamaduni wao na ustaarabu wao. Kwa hiyo wakaingiza kitu ambacho kinachotengeneza ushawishi wa kuharibu fikra zao, waonekane kwamba wao ni tabaka dhulumiwa katika nchi hii. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo wale vijana wanatumiwa kama sehemu ya ngazi au daraja kuhakikisha kwamba wao wanafikia malengo yao. Na malengo yao ni pamoja na kutaka Tanzania iharibikiwe ili ipoteze mwelekeo katika masuala ya kujitawala, hasa katika rasilimali zake. Tumefahamiana vizuri? Ikumbukwe kwamba haya maandamano yanakuja kwa madai ya uchaguzi kwa taswira ya mbele. Lakini ikiwa ni issue ya haki, kwa nini haki zisidaiwe kabla ya uchaguzi? Tumefahamiana vizuri? Kama ni Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwepo kabla ya uchaguzi huu. Sasa kwa nini maandamano hayo hayakufanyika huko nyuma, yaje yafanyike wakati wa uchaguzi au baada ya uchaguzi? Maana yake kwa fikra pana unagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu nyuma ya mgongo. Na hizi tunasema huwa istiqbalu al-afkaru al-wafida, ni kupokea zile fikra za kigeni ambazo nyuma zina malengo binafsi. Ikumbuke kwamba kuna vita kubwa ya kiuchumi ambayo inayoendelea duniani. Kwanza vita ya kiuchumi baina ya nchi za mashariki pamoja na nchi za magharibi. Nchi za mashariki maana yake unakusudia taifa la Urusi, lakini pia unakusudia taifa la China, lakini pia unakusudia Irani na unakusudia Korea. Hao wote wametengeneza umoja wa nchi za BRICS ambao nia yao na malengo yao ni kuishusha dola ya Marekani ili kujiondoa katika ile imperialism, ukoloni mambo leo. Tumefahamiana vizuri? Lakini wakati huo huo kuna nchi za magharibi ambao wapo Uingereza wanashirikiana na Marekani, wanashirikiana pamoja na Ujerumani pamoja na Ufaransa. Na wao pia wamekuwa wana vita ya kiuchumi dhidi ya mataifa ya mashariki. Tumefahamiana vizuri? Sasa kila mmoja ameshaona kwamba kimbilio lake ni katika nchi za Afrika. Tumeelewana vizuri? Sasa katika nchi za Afrika kila mmoja anatafuta tawi kulingana na maslahi yake au kulingana na mahitaji anayoyahitaji. Ikumbuke kwamba Tanzania kuna madini. Tumefahamiana vizuri? Tanzania kuna almasi, Tanzania kuna tanzanite, lakini pia Tanzania kuna gas, lakini pia Tanzania kuna madini ya uranium, ambayo haya madini ya uranium ndiyo yanayotumika zaidi katika kutengeneza umeme, kuzalisha nishati ya umeme. Lakini pia haya madini ya uranium yanatumika katika kutengeneza silaha za kisasa ambazo ni pamoja na nuclear weapons, mabomu ya nuclear. Tumefahamiana vizuri? Lakini wakati huo huo kuna bandari. Tumefahamiana vizuri? Ambao nchi za Kiarabu zimewekeza katika bandari hiyo. Lakini wakati huo huo Mrusi pia amewekeza katika swala la madini ya uranium. Lakini pia kuna bomba la mafuta ambalo linatoka Uganda linakuja mpaka katika bandari ya Tanga. Tumeelewana vizuri? Na lenyewe
ni moja kati ya vitega uchumi vikubwa ndani ya taifa letu. Tumeona vizuri. Sasa tunafanyaje ili kuja kuweza kuchukua soko la kibiashara ndani ya mataifa haya ya Afrika? Ikiwa tayari taswira imekwisha onyesha kwamba taifa la Tanzania limeanza kujiondoa kutoka katika mikono na utawala wa kidikteta wa nchi za magharibi na kujiingiza katika nchi za nini? Nchi za Urusi, China pamoja na Irani kama unavyoona, pamoja na mataifa mengine. Hapa ni lazima itokee vita na ushindani. Kwa hiyo huu ushindani wako ambao watakaotumia katika maslahi yao binafsi, lakini kwa kutaka kuwatumia raia wa nchi hiyo. Sasa hapa ndipo huwa inapotokea mizozo mikubwa. Aidha mtapiganishwa ninyi kwa nyinyi kwa kupitia mlengo wa kisiasa na demokrasia. Aidha mtapiganishwa na nchi jirani chonganishi. Aidha atatumiwa mataifa ya nje kutaka kuingiza propaganda ndani ya mataifa ya ndani. Mfano kama leo tunavyoona, kwa nini Kongo, Burundi, Zambia na Malawi pamoja na Msumbiji, sawa, hawafurahii, pamoja na Uganda hawafurahii hii mizozo ambayo inaendelea katika nchi ya Tanzania. Tunafahamiana vizuri. Lakini badala yake Kenya ndiyo inaonekana kwamba inashadadia zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu Kenya tayari tumeanza kuwapita kiuchumi. Tumeelewana vizuri? Tumeanza kuwapita kiuchumi. Lakini aliyoko nyuma ya Kenya ni nani? Ni Marekani, ambaye pia na yeye amewekeza katika ardhi ya Kenya, lakini pia amewekeza mpaka upande wa kijeshi. Ana makambi pale Kenya. Lakini pia Muingereza na yeye yuko nyuma ya Mkenya. Na yeye pia anafanyaje? Amewekeza pale Kenya na yeye ana sehemu ya makambi ya kijeshi. Tumeelewana vizuri? Sasa ukija ukatazama hii taswira, maana yake utagundua hiki kinachoendelea ndani ni kwamba wao wanachukulia fursa ya uchumi wao kupanda na kutaka kushusha uchumi wetu. Ikumbukwe huko nyuma yako mengi ambayo yalitokea katika sekta ya utalii. Ilifikia mahala wa Kenya wanachukua picha za mlima Kilimanjaro na wanautangaza kwamba ni mlima wao. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo kuna competition hiyo kubwa sana ambayo ndiyo iliyopelekea sasa wale wanaharakati wa Kenya, wakina Karua, Madam nani si yule, kuja katika ardhi ya Tanzania, kuingia Tanzania na kutaka kujifanya wanataka kuingilia mahakama za kitanzania kwa kigezo cha kutetea haki za kibinadamu. Lakini swali la kimsingi unajiuliza, je, sisi tuna migogoro mikubwa ya kisiasa au ya kidemokrasia au migogoro ya haki za kibinadamu kushinda Uganda? Tuna migogoro mikubwa ya kidemokrasia kushinda Rwanda? Tuna migogoro mikubwa ya kidemokrasia kushinda Somalia? Tuna migogoro mikubwa ya kidemokrasia kushinda Sudan? Kwa nini huko kote hawakwenda, lakini wanataka waje katika taifa la Tanzania? Tumefahamiana vizuri? Hizi ni sehemu za kuangalia kwa makini sana. Lakini ukichunguza utakuta ni vita ya kiuchumi ya mataifa makubwa ndiyo wanayotaka kuingiza katika taifa letu la nini? La Tanzania. Ikumbuke kwamba huko nyuma pia kuna bidhaa nyingi zilikuwa zinauzwa za Kenya, zinauzwa katika ardhi ya Tanzania. Leo hazipo. Tumefahamiana vizuri kwamba tunazalisha sisi wenyewe, tunafanya sisi wenyewe, tunatumia rasilimali watu kununua bidhaa zetu ambazo zinazalishwa hapa hapa nchini kwetu. Tumefahamiana vizuri? Sasa ukiona linatokea jambo kama hili, ujue kwamba nyuma ya mgongo kuna kitu. Lakini baya zaidi ni kwamba wanatumiwa vijana katika kuandaa hayo bila na wao kujua kwamba wanagombanishwa. Na haya ndiyo yametokea katika ardhi ya Kongo leo hii. Tumefahamiana vizuri kwamba Kongo imegawanyika vipande vipande. Ukija ukaangalia hata hii agreement ambayo ameweka imesimamiwa na Donald Trump baina ya Paul Kagame pamoja na Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, mkataba huu wa amani, lakini lengo lake ni pamoja na serikali ya Kongo kukubali kwamba Marekani achimbe madini, kwa sababu usalama wao upo katika kukabidhi
ardhi yao na rasilimali yao katika mikono ya Marekani, amani yao itapatikana baada ya kudhulumiwa au kuchukuliwa kwa makusudi rasilimali ambayo inapatikana katika nchi hiyo. Tumefahamiana vizuri? Na haya ndiyo malengo ya nchi za magharibi katika kutawala nchi za Kiafrika, imperialism, kuweka ule ukoloni mambo leo, kwamba tunawapa amani, lakini pia mtupe rasilimali zenu. Tumefahamiana vizuri? Mnakataa kutupa rasilimali zenu, basi tunawapa vita, tunawapa fujo, tunawapa vurugu, hamtoweza kukaa kwa kutulia. Na Tanzania ndio nchi pekee ambayo ilikuwa imefanyaje? Imetulia. Kwa hiyo inatumiwa kigezo cha uchaguzi, inatumiwa kigezo cha kisiasa, inatumiwa kigezo cha demokrasia. Lengo lake ni kutaka kuwavuruga Watanzania wasiweze kutumia rasilimali zao kwa maslahi yao wenyewe, bali rasilimali zao wazigawe kwa mataifa ya nchi za magharibi. Naam, mtazamaji ambaye bado unaendelea kufuatilia katika channel yetu hii ya The Social TV. Naam, tunaendelea na kipindi chetu kizuri sana ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Dr. Sharul, ambaye kimsingi tupo katika kujadili mengi ambayo yanahusiana na sayansi ya jamii, lakini pia kulihimiza amani katika nchi yetu hii ambayo kimsingi ipo katika vurugu na taharuki mbalimbali. Naam, daktari, tukiwa tunaendelea katika kipindi chetu hiki, tumeona kwamba juzi hapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa ana kikao na wazee wa Dar es Salaam. Mama huyu amekuwa akizungumza na wazee hawa, lakini ukiangalia maandamano hayo yanaambatana na wa vijana. Kwa nini mama hajatumia kuita wa vijana kuzungumza nao, ameenda moja kwa moja kuzungumza na wazee? Unadhani ni kwa nini kafanya kitu kama hicho? Kwanza kabisa nitumie fursa hii adhimu na maridhawa kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kumshukuru Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, lakini pia kuwashukuru mawaziri wengine. Kwa nini namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwanza kabisa amegundua kwamba fikra za vijana tulionao sasa ni fikra ambazo zimekwisha chezewa. Yaani ni kama vile tunasema network imekwisha fanyaje? Imekwisha kata, imekwisha vurugwa. Kwa hiyo hainasi kwa mujibu wa kanuni za nchi zetu. Tumefahamiana vizuri? Hainasi kwa mujibu wa sera zetu. Kwa hiyo moja kati ya mambo makubwa aliyofanya na anatakiwa kupongezwa zaidi ni kuunda wizara maalum ya vijana. Tumefahamiana vizuri? Ambapo amemweka mwalimu wetu wa mambo ya saikolojia huyu Dr. Joel Nanauka. Tumefahamiana vizuri? Joel Nanauka ana uzoefu wa muda mrefu, tumefahamiana, katika kufundisha vijana, kuchukua rai zao, kuchukua maono yao, tumefahamiana vizuri, na hatimaye kuja kuyafanyia kazi. Na kwa kuwa ni shughuli ya muda mrefu, tazama alivyochaguliwa tu, tayari ameanza moja kwa moja na kufanya ziara katika mikoa, ziara mbalimbali. Lengo, madhumuni na shabaha ni kukaa na vijana, kuwaita vijana, kutaka kuchukua maono yao. Sio kwamba hii maana yake nini? Sio kwamba kila anachokiwaza kijana ni negative. Yako mawazo ambayo anayoyawaza kijana ikawa ni nini? Ikawa ni positive. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo Joel Nanauka ndiye ambaye amechukua fursa hii ya kuongea na vijana. Na baadhi ya wabunge, mfano nimeona mbunge wa Ukonga, na yeye pia ametumia fursa hii ya kuongea na vijana. Lakini pia jeshi letu la polisi pamoja na jeshi na lenyewe limetumia fursa hii ya kuongea na vijana, kwa sababu tunaamini kwamba wale ni vijana wetu, ni miongoni katika sisi. Lakini wale pia ndio wanaotumiwa vibaya na hawa mabeberu kutaka kuvuruga amani ya nchi yao, bila vijana kuzinduka kwamba amani hii inawahusu na wao, na jambo likiharibika maana yake hata wao pia watakuwa na mustakbali mbaya.
Tumefahamiana vizuri. Lakini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amechukua jukumu la kukutana na wazee. Kwa nini anakutana na wazee? Kwa sababu hawa ndio wazazi na walezi na wasimamizi wa vijana hao. Tumefahamiana vizuri. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba yale hayakuwa ni maandamano rasmi. Tumefahamiana vizuri. Kinyume cha maandamano ni nini? Ni vurugu. Kwa sababu maandamano ni lazima yawe yamebeba ujumbe maalum. Maandamano lazima yajulikane yametoka wapi, yanakwenda wapi. Maandamano lazima yajulikane muda, kwamba itakuwa ni saa ngapi mpaka saa ngapi. Maandamano lazima yajulikane kwamba mafikio ya maandamano hayo yatakuwa ni sehemu fulani, tutafikisha ujumbe wetu. Lakini kilichotokea ni nini? Katika maandamano yale unakuja kuona kwamba watu wanavamia maduka ambayo yanauza bia. Yaani wewe katika maandamano unaandamana, lakini unavamia maduka ya bia. Unachukua bia ukafanyaje? Ukalewe. Maana yake wewe ni mlevi. Lakini pia wewe ni nani? Ni kibaka. Lakini pia wewe ni mhalifu. Kwa nini uende kuvamia biashara ya watu? Unafanya maandamano, unakwenda kuvamia banda la matikiti. Unafanya maandamano, unakwenda kuvamia